rais wetu wa 2027 ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wale ambaye tulichagua Ruto, sisi ndio tuliwaletea hiyo kisirani yote ambayo inakumba nchi hii. Hello guys, Lil Sick TV. Just remember to subscribe, like and share to my YouTube channel. Politics, all of us guys, we know it is a dirty game. As you can see, where politics, it has lead Ferdinand Waititu. This guy Ferdinand Waititu was the former governor of Kiambu, well known as Baba Yao. This guy was born in 1962. That is approximately 50 or 60 years for now. Attended the Dagoretti High School. He later joined the Technical University, I think in Nairobi. He later went for further study in India. Corrupt person, according to the EACC and the DCI. Currently, this guy, he is in prison. But do you think Waititu in prison? Is it because of corruption, or is it because he is against government? Yet akiwa kiongozi yetu Mount Kenya region, sisi wote tuko njia moja, na njia moja ile tuko naye rais wetu wa 2027 ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambaye atakuwa rais wetu wa 6, si ndio? Si tumeelewana hiyo? Hebu nione kwa mkono wale tumeelewana wote. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa wewe kaza kama. He talked bad things about the President of the Republic of Kenya, which is William Ruto. This is what happened to Ferdinand Waititu. Aya, akore. Aku mungkin jadi lebih orang Gaibia. It was running very well. Everybody was benefiting. We don't know what became of the whole idea of this new idea, but we know very well it is. See this video of Ferdinand Waititu talking bad thing about the government. Na mimi ni wale ambaye tulichagua Ruto. Sisi ndio tuliwaletea hiyo kisirani yote ambayo inakumba nchi hii. Sisi tulikuwa tunafikiria kuna deni tunalipa kwa sababu tuliona Ruto akiongoza kampeni ya uhuru. Na tulifanya kazi kubwa sana. Na maagizo ile ilikuwa imeagizwa wananchi. Kutoka mahustlers wote walikuwa wameambiwa vile watakuwa na pesa kwa mfuko. Mama mboga walikuwa wameambiwa vile watakuwa wakipata mkopo bila kwenda kwa selo. Mkumbuke, watu ya bodaboda walikuwa wameagizwa ati kuanzia serikali ya Ruto ikiingia, hawa watapata pesa inamwagika kwa mfuko zao. Mkumbuke sana, mapastors wote na mabishop walifanya kazi kubwa sana kwa sababu walikuwa wanaona kama wanaleta Mkristo akuwe rais. Angalia ni tena mkumbuke, hao pia walidanganywa. Saa hii ukiangalia Ruto sasa hapana ongea maneno ya Wakristo. Na huwezi muona sasa na Wakristo. Vile saa yote ulikuwa unamsikia kwa kanisa, saa hii hapana. Angalia, walimu wote walikuwa wamedanganywa na njia kubwa sana. Akasema ati hakutakuwa na mauaji hata moja ya kiholela ya vijana wetu. Juzi mumeona vile vijana wameuawa, watu wanapatikana mpaka kwa Kwale huko, watu wamechinjwa.
na wamechinjwa, ikiwa Ruto mwenyewe ameagiza hakutakuwa na kitendo kama hicho. Watu ndio wakaangalia vijana wetu Gen Z wakachoka na uongo. Wakaangalia madaktari wakishatoka kwa university, interns, hapana pewa kazi na serikali. For the first time, madaktari wakitoka kwa university inakuwa wanazunguka tu bila kazi. Na ndio mliona Gen Z wetu vijana walichoka, wakasema enough is enough. Hii serikali iende, wapate serikali ambaye inaweza ongoza vile inafaa. Na mimi nataka niwaambie kitu moja nyinyi watu hapa Ukambani, hapa Mwingi. Mkiona tunakuja hapa mpaka saa hii vile kumekuwa na jua kali na sisi tunakuja hapa, ni kwa sababu tunakumbuka ati kulikuwa na serikali moja mzuri sana ilileta maendeleo ikiongozwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki na Kalonzo Musyoka. Hiyo ni kitu ile ambayo you cannot erase that. That's a fact. Na hakuna siku moja kulikuwa na msozano. Sisi wote tumekubaliana, watu wa Mount Kenya, hatutaki story mingi. Sisi hatutaki ati tuko na candidate ya rais. Candidate yetu ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.